Kama wewe ni mjamzito na unakabiliwa na changamoto ya kuwa na mate mengi mdomoni, au unaye jirani yako, ndugu yako ambaye unaona na changamoto hiyo, hii video ipo kwa ajili yako. Baadhi ya wajawazito hupata hali ya kutokwa na mate mengi mdomoni hasa katika miezi ya mwanzo ya ujauzito, na hali hii inaweza kuwa usumbufu na wakati mwingine kuambatana na kichefuchefu au kutapika. Na leo tutazungumzia njia 10 ambazo zinaweza kusaidia kupunguza mate mengi mdomoni wakati wa ujauzito wako. Usisahau kulike video hii, lakini pia kujiunga chaneli yetu ya Penicare Afya na kubonyeza kengele ili uendelee kupata zaidi elimu kuhusu afya ya mama na mtoto. Kinywa kujaa maji kunaweza kusaidia kusafisha mdomo na kupunguza usumbufu unaotokana na mate mengi. Jaribu kunywa maji mengi au maji kidogo kidogo kwa vipindi tofauti tofauti vya siku ili uweze kuwa sawa. Lakini njia ya pili ambayo tunaiangalia ni kutafuna Big G isiyo na sukari. Kama unaweza kuipata hiyo Big G isiyo na sukari, itakuwa ni vizuri ukiitumia. Licha ya kunywa maji kidogo kidogo, lakini pia jitahidi pia kutafuna Big G ambayo haina sukari. Na hii itakusaidia sana kupunguza hiyo hali ambayo utakuwepo nayo. Lakini njia ya tatu ni kula milo midogo mara nyingi au mara kwa mara. Na hii ni baada ya kula chakula kingi kwa wakati mmoja, kula kiasi kidogo mara kwa mara au mara kadhaa kwa siku. Na hii inaweza kusaidia kupunguza kichefuchefu, hali ya kutokwa na mate mengi. Jitahidi sana uwe unakula kidogo kidogo. Na njia ya 4 ambayo tutaiangalia siku ya leo ni kutumia limau kwa kiasi. Kwenye video ambayo imepita nimewafundisha namna ya kutumia limau. Kwa hiyo unaweza kuwa unatumia limau kiasi au unakamulia kwenye hayo maji yako ambayo utakuwa unayanywa kwa siku ili uweze kupunguza hiyo hali ya mate mdomoni. Lakini baadhi ya wajawazito wanapata nafuu kwa kunusa au kunywa maji yenye matone machache ya limau. Na ladha ya limau ni nzuri sana na inaweza kusaidia kupunguza hisia za mate mengi mdomoni. Lakini njia ya 5 ambayo tutajifunza siku ya leo ni kupiga mswaki mara kwa mara. Hiyo nayo ni nzuri. Jitahidi sana kupiga mswaki mara kwa mara ili uweze kuondoa ile hali ya uchachu au hali ya mate ambayo inakuwepo mdomoni. Piga mswaki angalau hata mara 2 kwa siku ili iweze kusaidia kupunguza usumbufu wa mate mengi mdomoni, na itakusaidia pia kupunguza kile kichefuchefu ambacho kinaweza kusababishia wakati mwingine hata kutapika. Lakini njia ya 6 ni kusuuza mdomo kwa maji safi. Pia hii itakusaidia sana kwamba ukiwa unasuuza maji mdomoni mara kwa mara, pia inaweza kusaidia kuondoa hisia za mate mengi na kuongeza hali ya usafi mdomoni kwako. Lakini pia njia ya 7 ambayo tutafundisha siku ya leo ni kuepuka vyakula vinavyoongeza kichefuchefu. Kama unahisi chakula ambacho unakula kinakuongezea kichefuchefu, punguza ili uweze kula chakula ambacho kitakufanya wewe uweze kuishi vizuri. Lakini vyakula vyenye mafuta mengi, harufu au viungo vingi vinaweza kuongezea kichefuchefu. Kwa hiyo vyakula kama hivyo unaweza ukawa umeviweka pembeni kwanza, ili uweze kukaa ukiwa salama. Na njia ya 8 ni kutumia tangawizi. Tangawizi inaweza kusaidia kupunguza kichefuchefu wakati wa ujauzito ambako mara nyingi huambatana na tatizo la mate mengi mdomoni. Na unaweza kutumia tangawizi kwa kiasi katika chai yako au chakula chako ambacho utakuwa umeenda kula. Lakini njia nyingine ambayo tutaiangalia, njia ya 9, ni kula matunda yenye ladha ya uchachu. Usile matunda matamu, kula matunda yenye uchachu. Na matunda kama machungwa yanaweza kusaidia kuboresha ladha mdomoni na kupunguza usumbufu kutokana na mate kujaa mdomoni yakiwa mengi. Njia ya 10 ambayo tutaifundisha siku ya leo ni kupata mapumziko ya kutosha. Jitahidi sana upumzike vya kutosha. Uchovu na msongo wa mawazo vinaweza kufanya baadhi ya dalili za ujauzito kuwa mbaya zaidi, na kupunguza au unatakiwa upumzike vya kutosha, na kunaweza kusaidia mwili kujisikia vizuri zaidi na kupunguza ile hali ya mate mdomoni na kuwa na kichefuchefu au wakati mwingine kutapika. Wakati wa kumuona daktari ni upi ambao utakufanya kwamba unaweza ukamwona daktari. Ikiwa mate yanakuwa mengi sana kiasi cha kushindwa kula au kunywa au kufanya shughuli za kawaida, au kama tatizo limekuwa
kubwa sana. Kama tatizo limekuwa sana na linaambatana na kutapika kupita kiasi, ni muhimu sana kumwona daktari, au kama uko mbali kidogo, kuna namba ambazo tumekuwekea hapo kwenye skrini, tupigie ili tuweze kupatia ushauri zaidi. Hitimisho langu kwako ni kwamba kwa ujumla, kutokwa na mate mengi mdomoni kwa mjamzito ni hali inayowapata baadhi ya wamama wengi au wajawazito wengi, na mara nyingi hupungua kadiri ujauzito unavyozidi au unavyoendelea kukua, si ndio? Kudumisha usafi wa kinywa chako au wa mdomo wako kwa kutumia njia nilizokufundisha hapo juu itakusaidia sana kupunguza tatizo hili. Asante sana kwa kutazama video hii, na kama umejifunza kitu usisahau kulike, kushare, lakini pia kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, ili uendelee kupata masomo mengi zaidi kupitia kwetu. Tukutane tena kwenye kipindi kinachokuja.